Hii video nimekuja kuwapa haya machache ambayo mnafanya mistake na mnafanya hawa watoto wasitimize ndoto zao, au wengine inakamata muda mrefu kutimiza ndoto zao. Unajua, katika maisha sio kila mtu alizaliwa kuwa pasta, au sio kila mtu alizaliwa kuwa mwalimu. Kila mtu anazaliwa na kipaji chake. Sasa mtoto amezaliwa na kipaji cha ujenzi, sawa? Na unajua kwamba maisha yetu ya hapa Afrika ni vigumu sana afocus katika ujenzi tu. Sasa njoo wale watoto sasa unapowaona hawapendi shule na ndoto, lakini sasa inajikuta wewe mzazi, kwa sababu umeshaaminishwa na umeambiwa kuwa mtu ambaye akusoma hana maisha mazuri, mtu ambaye akwenda shule hawezi akafanikiwa. Sasa hiyo inatumana hata wazazi wetu, hawa watoto hawa ambao wana vipaji wanashindwa kutimiza ndoto zao kwa sababu ya kuaminishwa kuwa bila shule kwanza hakuna maisha mazuri, wakati ile miaka angefocus katika dream yake, katika ndoto zake, ingemfikisha mbali haraka. Lakini kwanza unampa muda miaka fulani, miaka kama 12 years, wengine wanafanya hata 15 years, anapoteza muda mrefu kwenye shule kuliko kufocus katika ndoto zake. Unajua, tulisoma, lakini unajikuta kwamba ulisoma lakini yale uliyosomea hayakusaidii kitu. Yale uliyoendea shuleni, uliyotesekea hayakusaidii katika ya maisha. Ndio maana kila siku tunawaambia, kuna wazazi inabidi muangalie hawa watoto wangu, au huyu mtoto wangu anahitaji nini, ama ficha yake, au ana malengo gani. Sio kupeleka tu mtoto shuleni. Zile pesa ambazo unazipoteza kwa kumsomesha, ungezitia au ungezimfanyia na kumpush katika ile dream yake, angefika mbali. Bila shule hakuna maisha mazuri.